Oriono omulori muherwa owengangara ya Western Nyota TV no kusangafu wange ohurerera Amakeni. Esipindi sia Amakeni siringala kara Amakeni akabanika kwao ohurula Mbeka ya Busia, Vihiga, Kakamega, Trans Nzoia, Alala nende Bungoma. Ohurula hungangara ya Western Nyota TV buri mbaba oranga mbwe ano norabulire ho umonyi norabulire ho karamako kabanike hore ha muchingongo soka burire tawe ambi Amakeni karakabanika kwireo muchimbeka chikabuhane echa mumboka rero nasi nendesie Prisca Achuki Rwanda yori na piu sanga hosi. Nukuchaka nende Amakeni kabanika kwireo Mbeka ya Busia. Omwibi mulala obanu ibire igesi alala ne chingo hochidaru adirwe ya huyua ya mala ya sambua. Hauringale kano kabanike hora Mbeka enino ya Busia mubucho. Mimi naitwa Joseph Ndege, ndio baba ya Peter Ndege. Ikimsaa alikuwa tabia mzuri, akaendelea kusoma kufika standard 8 akakataa shule. Sasa ukataa shule ndiye ameingilia hii vitu, anafuta bangi, anakunywa pombe. Nimejaribu kumkanya hata anasema ataniua. Sasa nimejaribu kuongea kama naweza kuambia mtoto wake awe mtoto mzuri, alikataa. Mpaka daka leo nimeitwa usiku kwa nyumba ati mtoto wake bibi. Sasa alikuwa na kuku 3 na gas. Akamuuliza akasema ni rafiki yake ndiye amemletea. Sasa kumletea akasema ako wapi? Hajatakuja. Sasa anaingia akakasirika na akafunga, akajaribu wamlete wampeleke kwa polisi. Hawa boda wamemwingilia hapa na akaanza kumpika hivi mpaka kukanya watu, kaanza kukia kunisukuma nikatoroka. Fika paka hiyo kiwango nikachukua futa waka. Kwa hivyo wewe unakiri mtoto wako ni mwizi? Hiyo kitu mwenyewe ni mbaya. Ni mbaya? Mbaya, si mzuri. Siwezi sema mbaya ni mbaya. Utasema mtu ni mzuri na ni tabia zake ni mbaya. Hata mimi mwenyewe ananifia. Vitu kwa nini? Siwezi wacha nyumba wasi bila. Ashaoa na mtoto ana Oriono mlori muhero kwendelala nasi Amakeni karia kabanika kwao Mbeka ya Busia. Kudaho ringala yo lesina sibani siendele Mbeka ino ya Busia. Manje kuri abaruki bano ndibali mubisa ala halabi kandi bichakubwa bandu bari kuringala bari obulala buriye kuruhutika. Kuringala kuri akundu kusisa maendeleo biriye bosirisie. Kuringala Mbeka ya Busia baberendo muhungano kuno Padri Dansane Palat ya sabire omwami ojamo mbahakikisha ngo bulala owa omenyi ohula Mbeka ya Busia busirisiwe. Kumambo akena kako bulala kunaringala amakuwa aka adui wa wateso, lakini kurola kwa adui wa wateso kulingana mbele bulala kuria owa bali kusabanga o muruki ojamo ama gavana wa Busia ojamo yosirisie ohurula Mbeka ya Busia. Na nataka kubadilisha sehemu hii. Administrators, where you are, I know you have been assigned. Asanteni sana. So, bila
Busia kula mwabura gavana Ojamong na lewe babalanga bayakasi bwa bere sibobula mboye bukasi kabisa ili osirisie hulala obaba menyi okurula mumbeka ya Busia kumungana kwene kuno kuluchu kuri padri dansan epalat yosi asabire omwami Ojamong alande bamenyi alala nende bari abaruki abala mumbeka ya Busia osirisie bulala buria obaba menyi abarula mumbeka ya Busia habole preso padri abende sina siobona ya muhimu ya kaunti sivyo. Mimi mahali tumepeleka nyinyi Wateso sio mahali ya kuchezea, sio mahali ya kuchezea. Na mkumbuke Chakara alipoteza maisha yake, si hajajiiba mali ya mtu kwa sababu ya kutetea nyinyi Wateso sivyo. Upuronga alikula risasi kwa sababu gani? Ya kutetea. Sasa wakati ile mkimbia kutoka Busia mkakuja mpaka Makoro. Ojamong amerudisha nyinyi kule Busia tena. Mnataka mnyanyaswe tena? Mimi siwezi kuachia nyinyi adui. Siwezi kuachia nyinyi nini? Adui. Sitawajia nyinyi adui. Oliono mlori muhero nukwendele mambo akina hako bani kwa mumbeka ya Busia kula buri mundu wolu ya luaye yemana bolari kuluya luange jusirisie kanone kanokosi kabolonga niwe hola beka byo chikura nukuringala gavana Ojamong asingile na wala Bateso ngwe mumanyira ndaba yini akweli yengo mumanyire muringale urenda ine kundu fulani lakini rifora mwira kundu fulani ewe kama mumenyi sabire mbu kuringale kanokosi nukuereba kuri ngahuri bamenyi kunaringara ebikole bikwanisibwe muchingo ngo chiefu okuringara oguruki ama kama bamenyi kunosirisia erikula eri imenya rifu kakuringale gavana Ojamong na wala Bateso baringale aria ayabayinya hakurekeresi sisi kama kaunti yetu ni ya wanabusia wote na tufanye pamoja kila mtu ajali mahitaji ya mwingine hata na yule ambaye sio wa kabila lake, na katika nchi yetu tuache huo uongo wa kudanganya watu sisi tunaweka makabila pamoja, na in fact in practice you don't do that. Tusikuje tukaeka ubinafsi zaidi katika zile ofisi mpaka saa ingine tukijikosea heshima tunataka kukosea ofisi heshima. Tuwache hiyo ofisi na heshima yake, kwa sababu mamlaka ya hizi ofisi inatoka kwa raia. Nyinyi ndio wenye hii mamlaka, na raia wakikwambia kaa chini unatii amri, alafu unaendelea. Sio uadui. Kura sio uadui. Kura is just a face the way society tunajigovern and we proceed. Na mimi nataka kutia amani. Mungu akitusaidia tutatembea pamoja. Nukusiri kumahwa akovuruki ogurula mumbeka ya Busia omulori muherwa wada kuringala ombe omuruki gadi alala ende otoma barinde makwasina akogula maloma kulondo kanade mahwa akamaendeleo kuberendo kuruki bubereo ogurula muchimbe kachikabuhane kundo kuruki bure wa MCA oburuki wa MP oburuki wa senator oburuki wa governor ne buri kumno bosi mpaka no mala esi halo sia kama muruki mpaka kuringala benesira usirisie kama omuruki kuringale omwami gadi alande omwami otoma mako kabana kunondo kanande maendeleo akoburuki. Wateso ndio wale wameumia, licha ya kwamba sisi ndio tuko kwa uongozi, lakini sisi ndio tumeumia kabisa. Ukiona miradi nyingi ambazo zimekwama ni za upande huu. Hizi kaunti zote zilianza siku moja, lakini utapata zingine sasa ziko level tofauti. There are different levels kulingana na uongozi ile tuko nayo. So sasa hivi unaweza kuja unanipigia kura kwa sababu mimi ya kabila yako, lakini sikusaidii. So tuangalie viongozi tunaweka msasa, unaona huyu ndio mtu anaweza kufanya hii kazi. Na asipofanya kazi toka. Huwezi kuja hapa kusema ati unajua kuna mkataba ati lazima nikuwe tu kwa ofisi. Hakuna mkataba ya kuweka wewe kwa ofisi ya raia kama hauhudumii wananchi. Na ndio nataka niseme ya kwamba wakati huu sisi tunataka mtu ambaye atajali maslahi yetu, awe ni Mteso, awe ni Luhya, mradi ni mtu ambaye atatake interests za watu wetu at heart. Na nataka niongee na jamii yetu ya Wateso ni kwamba mara hii hatutaki mtu kutuchagulia. Tuangalie performance yake, kama ameshindwa na kazi
mambo ya kutupatia direction, wacha sisi wenyewe tuchague mtu ambaye tunaona anafaa. Hatuna viongozi na ni wakati umefika tuanze kutafuta viongozi wapya. Watu ambao tuko nao wanategemea matumbo zao tu. Usangafu wange umulori muherwa ohurera Amakeni kabanika kwireo mumbeka ya Busia. Nukuendelea na Amakeni kano kulingala mbweridoho area Bunyala Northward abamenyi bala Bunyala Northward babere nende indenga moyo ama okulalamika okulono hande chi barabara echimbi bamenyi bano bachiro kuri barabara babola bari omwemeresi wabwe omwami musirimba sio sirisiye karia akadaha na yosirisiye kumahuwa aka maendeleo ekichi barabara ni barabara bosi basabire omwami ojamon be osirisiye erihula eriechi barabara ohurula Bunyala Northward. Ahora kesa kana ko sinikarerwa mubucho. Hii barabara ililonchiwa na Deputy Governor Mulomi wakiwa na MCA wetu Fred Musirimba. Barabara yenyewe ndio hii ilianza kulimwa, inakaa kama shamba, haipitiki, tuko na shida, tuko na tabu na tulipiga kura. Tunahangaika sana kwa sababu hii barabara haipitiki. Ukiona ni barabara ambayo inafuatwa na walimu wenye wanaenda wengine Mudembi na wengine wanaenda Sibuka pamoja na watoto. Hawezi wakapita kwa sababu hata ikinyesha saa hii hakuna mtoto ambaye ataenda shule na hakuna mwalimu ataenda huko kwa sababu ni njia ambayo sasa haipitiki. Watu wa pikipiki, mtoka na baiskeli asiwezi. Hii barabara juzi ilitupatia msiba paka inatuuma sana. Kuna mtoto alikuwa mgonjwa hapa Buduni, wakaita bodaboda hangepita juu barabara haipitiki. Walishindwa na mtoto wakaanza kutembea kwa miguu mpaka mtoto akakufia njiani kwa ajili ya hii barabara. Hii barabara ilikuwa nzuri, wakaja na tingatinga na mhono, wakaanza kulima wakiweka juu, tukafikiria wataweka maramu. Sasa walilima wakawacha hivi, hata mchele tuko karibu kupanda kwa hii barabara. Sasa sisi hatujui tutapitia wapi, au mbuzi zetu au ng'ombe zinapitia wapi, au bodaboda wetu wanaweza kutubeba kutupeleka hospitali. Musirimba, kwa upendo na heshima yote ile nimeumbwa nayo, na kuomba kuja ututengenezee barabara. County Government of Busia, Governor wetu Ojamong, tunakupenda sana. Kuja hapa Bunyala Northward tulipigia kura kwa upendo. Kuja ututengenezee barabara. Kwa hivyo tunaomba ni usuru wetu ambao huwa tunalipa kwa county government. Naomba kwa niaba ya wakaaji wa hapa, governor wetu mpendwa ambao tulipigia kura, tafadhali fuatilia hapa na hapa, uhakikishe kazi yako inakuwa mzuri. Kwa saa hii kazi ukija kwa ground ni mbaya sana. Hii barabara inaonekana ni kama tu walilima tu kama shamba ya kupanda mchele, mahindi na maharagwe. Nataka kuiweka sasa. Hatukujua kama watalima tu namna kama hiyo walikutana is more of a mental case. Lazima ataita miti. Hii yaanze tu kuenda saa hizi. Ding ding dash. Oriomna mulor muherwa ambi hatu kuchirisiye humbaha ya Amakeni kabanika kwireo mumbeka ya Busia. Nukuendelea na Amakeni kene kano omwemeresi o Asango Information Hub olanga mbwe Peter Bwire aberende muhungano kuria okorera baragalala ohola ebindu byemibayo. Ne muhungano kwende kunombe wa kino kibere kati ya Lakeview nende Busijo FC. Mibayo kino kirero wala lambo uria onarulao kama omuhiri banameda ohuraka emisala.
Mawa kene kanoke mibayo kuruchimbwe tedio undo over kama afisa o Asango Information Hub yose asabire baraga pamende kubadala nende baraga basio ili bosirisie erihula eri misala muchimbe kachikabuhani kumawa kene ako handi mungano kwene kuno omwami wanyama Godwin ori kama omubihi wesende wese amasende sino ese Asango Information Hub aborari amakuwa kukurera baragala nende kuraka misala kinakera kuendeleza erihula eri chimbe kachikabuhane kudokubira makuwa keifula akananira bya kuriya binakonyera urorihula eri chimbe kachifu aho krese kanokosi ni karera muguchifu kurula mumbeka ya Busia. Event muhimu sana kwa sisi sababu tumeangalia tufikie community through sports, na hii tunataka kuunganisha tu communities ile ya Siopot na hapa Busijo. Kwa hiyo leo tuko na friendly match ya Lakeview na Busijo FC. So sisi kama Asango tumepitia sports kuunganisha watu na tuna encourage watu kupanda miti pia through environment. Tuko na miti leo after sports tutagawa officials na watu wote wale wako miti ya kwenda kupanda manyumbani kwao. Afrika wa hapa hii mchanga, unajua mchanga yetu ilikuwa imekauka sana. Sasa maji kija inapita juu, ndio naona tunaleta miti, tupande miti mahali tunaonelea iko chini inaweza leta mafuriko. Miti tuko na 2500. Na hii michezo tunafanya haswa kwa sababu ya kulinda environment. Kwa hivyo baada ya kucheza mpira tunawapa wachezaji miti ili wakirudi nyumbani waweze kujenga kupanda miti. Na haswa hii inalingana na sababu kuwa Lake Victoria ni mahali ambapo pameharibika sana kwa sababu watu wamekata miti. Kwa sababu ya hiyo encroachment ndio maana tunasema kuwa ni lazima tupande miti ili tulinde mazingira yetu. Tumefanya hapa Busijo leo na tutaendelea kufanya hizi activities so that we cover the entire lake region. Kwa hivyo katika hii michezo tumehusisha bodaboda. Na kwa nini tumehusisha bodaboda? Kwa sababu wao ndio majority ambao ni young hapa, na most of the time napata kuwa wako tu vijijini na haswa wanabeba watu kutoka nyanja moja hadi nyingine. Kwa hivyo tumewahusisha ili tu ensure kuwa they are busy. Na Asango Information Hub tumeungana na Betika kukuza talanta na pia kuprotect environment along the lake region. Kwa hivyo sisi kama wakaaji wa eneo la lake region tuliona ya kwamba watu wengi sana huja wanapenda michezo, na tunaweza pata hao watu wa kupeana miti ama kuelimisha kuhusiana na environmental conservation through sports. That's why tuliona ya kwamba tuungane na Betika tufanye mchuano. Hii ni mchuano wetu ya 3 na hivi leo tumekuwa hapa Busijo na imekuwa kati ya timu ya Lakeview kutoka Siopot na Busijo United kutoka hapa, ambapo tumepeana miche. Kuanzia asubuhi tumegawa miche 5,000 to plant along the lake region so that to prevent hii floods along the lake region, kwa sababu vile mnaangalia kwa sasa bahari yetu imekula land sana paka imepanda juu, alafu pia mafuriko ya Bunyala inachangia. So tukipanda hizo miti at least tutakuwa tuna control soil erosion. Idadi ya bodaboda ambao tumehusisha, kwa mfano leo tumehusisha zaidi ya bodaboda 200 kwa sababu ni mmoja wao. Mimi ni mwanachama wa bodaboda sako hapa. Hii familia ya Uguvi kwa kutualia kwa hii cup ya Betika juu ni kitu ya muhimu sana kwa talenti za vijana kama sisi. Hatuwezi kuwa idle. Sasa naona time mingi tumemalizia hapa. Tena nafurahia sana. Kama kutakuwa na time nyingine tena tunaomba kama kutakuwa na nafasi mkaanza hata kuleta paka ile talent ya pia kuanzia kwa wale watu wadogo juu kuna talenti mingi hapa Samia, lakini hizo enzi za kitambo hatukuwa tunaona vitu kama hizi. But nina imani hata niko na hope ya kutosha ikikuwa hivi hawa vijana nyako nyuma hata kama sisi tukufaulu au wanaweza fika mbali na wanaweza tusaidia pia. Tumecheza fair game, tumepata ushindi, na ushindi pia tunashukuru ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ndio amefanya tukashinda. Hakuna
Oriono mulari muherwa kuchirisia obulori obwa Amakeni akabani karula mumbeka ya Busia. Nukuchirisa na Amakeni kene kano uluchimbe bamenyi kurula mumbeka ya Busia babere nende okulalamika kulondohana ne askari baria aba haire babarinde usalama babarinde erimenya lyabwe nebari okunyasia erimenya lyabwe askari bano bro bari kurocha emirodo abantu ba pikipiki aba boda alande bahasa abantu bakola mirimo kubiro hapo lekese kanu kosi nikalala ndebe nabo abani barocheriwe nenda askari. Amepigwa pale, mzee ameumia. Kuna kijana mgonjwa alikuwa anatambaa tena anatoka kununua omena, amesukumwa, ameumia. Sasa sisi tumeishi tumeishi kwa maisha ya kudulumiwa na maskari ama watusaidie. Tunaomba maskari wenye wako poti wale wamekaa sana waende transfer. Akasema fungueni milango, tukakataa. Wakapiga mlango wangu boot moja, mlango kafunguka. Wakapiga pia mlango jirani yangu pia ikafunguka. Wakaingia ndani. Wakaanza kututoa nje. Walitupiga sana. Paka tukaumiza. Hata mimi mwenye niko hapa bwanangu aliumia. Mimi ndio mwenye kutafuta ndio nipate kukula. Wanachapa watu. Funga mlango, funga madirisha. Nini mbaya? Kufika kwa pikipiki hapo watu wanakimbia. Sisi tunakimbia kwenda kuangalia, tunakutana nao wanakuja. Wakifika kwa pikipiki wanapiga. Tena wanapiga maside mirror, mataa za pikipiki wanachapa. Sasa tukadhani hawa ni maskari, wacha mimi nikimbia kwa sababu pikipiki yangu iko pale inaweza shikwa. Wanaacha hata pikipiki, hawana shughuli na pikipiki. Wamepiga, wameshapasua chenye walikuwa wanataka, wameshafanya, wanapita wanaenda. Tulisikia kelele za maskari wanapiga nduru. Na wana marungu, wana fito. Wana taa zile hata wakimulika hivi wezi oda. Wanakimbia mbio wakifuata raia ambao wanauza. Wakawaambia muende nyumbani, wanapiga milango. Watu walipokuwa wanaingia kwa milango ya maduka wanapiga hiyo milango na marungu zao. Tu mama alikuwa mwenye mimba hapa alichapwa. Kuna mtu alikuwa amekuja kushaga unga pale, walipiga hiyo ndoo yake ikapasuka, ndio hata unga huko hapo unaonekana. Ile miwa ndio alikuwa anachapia watu. Wakatoka hapa mpaka wakaenda kule kwa primary school. Kafuata mama mmoja akatandikwa kabisa. Polisi waliokuja tena ni wezi, nasema ni wezi. Ni wezi, walibeba makaa hapa, wakabeba ndizi, mahindi. Wanakula. Sasa you are working with the thugs, sama tunaka with the robbers. Polisi hawezi kuwa waizi wenye kuibia wananchi ambao wana hasola. Serikali tu iangalie mbona wanafamia watu wasio na hatia, kuwapiga viboko na kuwarushia tear gas. Sasa huyu mtoto mdogo alikuwa na hatia gani? Wanarusha tear gas huko nyuma. Umesema kuna pikipiki zilishikwa Mudembi, ukweli? Haya, nitaenda kuangalia nikitoka hapa na hakikishia mwenye pikipiki yako utapata. Ule mwenye pikipiki yake anasema iliharibika, akuje tu a launch complaint kwamba pikipiki yake, because sio kila mtu pikipiki yake iliharibika kama iliharibika, si ndio? Tuangalie issue ya pikipiki, tuangalie issue ya jemo, alafu zingine tatutulia. Asante. Kulikuwa na makosa. Wale waliharibiwa pikipiki wataandika. Zile zingine zimeshikwa bila makosa, hizo ziko hapo, mnaenda na usie zinatolewa saa hii. Tuende wale pikipiki zao ziko Mudembi,
Twende, wale wako na complain, nimewaambia hata mkisema ni kesho mnaenda. Manager wangu, haya, wale wa pikipiki zao, sikia, sini leo, fanya namna hivi, unachukua pikipiki yako, unaipeleka kwa sababu paki itapigwa picha. Omulori muherwa esieka bamumenyi orula mumbeka ya Busia kwa kulana kurona video mangari mani biyoreha na mangari makanoke horeha ngano mu walanga bari Lake Victoria kubana abi bara bachiro kunaba mu Lake Victoria abana bibano nibadirwa ngwane ne police wabaganda bafosi bwangwa muri sugulu bicu ama bahuyikira ori chingeni chimbisi amako ko bunabikanoke chakabwa amaririma nenderiye byo bunabiboye bore chingeni chimbisi Vetaria wa baada ya uruki wa Kenya alando wiki wa uruki wa Uganda okui halalala endo kulomaloma kukasia amapua katakario abanavi okurula mumbeka ya Busia abanavi 21 badirwe nde polisi bo Uganda badiro kulokera barukuna abachingeni chibane chiri undersize ne chingeni checha walanga minanda size no ndilo hapa ne chingeni chene cha ringala rosi nyala cha wa mekasikae wali hekura lakini unaona kanje malako kano paka bila sa kukaringana hapo lekese mambo akene kano okurula mumbeka ya Busia yo ni ya muguzi ya kusaini ni ya chifu ya kusaina bayoti abakusubula mulima abakavayo wiki ewedde Ibagaga ni vose ni imwe. Tumeshikwa kwa maji ya Kenya, katikati ya Kenya na Uganda. Sasa hatukujua vizuri hapa tuko Uganda ama tuko Kenya. Saa zile nye boti imekuja ikabidi tukimbie. Hadi tulikuwa tunakimbia, wengine wanaenda Kenya, wengine wanaenda Uganda. Unaona? Sasa hapo ndio walitusikia na tunakubali hiyo ni makosa. Sasa ndugu, tulishikiwa kwa karibu na maji ya Uganda, lakini tulikuwa tumetoka kwa maji yetu kidogo. Tulikuwa kwa maji ya Uganda kiasi. Then tukaanza kuvua hapo. Dakika kidogo tukaona boti, lakini hatukuwa tunajua ni ya nini. Na venye tuliona boti tukaanza kuogopa, tukaanza kukimbia tukirudi huko kwetu. Na tayari hatungeweza kukimbia, walikuwa wameshatufikia tayari. Na wakatushika na tulikuwa tunavua uvuvi ya bungu na wakatushika wakatuweka kwa boti. Hatukuwa na otherwise ndio wametushika, tukaamua tu tuende nao. This morning we conducted operations in the areas of Bulos in Busia district where we arrested 21 Kenyans using illegal boats, 8 illegal boats and 8 boat signs rather. We have arrested them and we are taking them to police for prosecution. Which charges are you preferring against them? We are going to charge them for illegal fishing using illegal gears, boat seine, and illegal boat, which is this musonge, bauta 2, which is not allowed in the waters of Uganda. You find that that side they don't have fish right now, so and they tend to cross. They have exploited their fish completely, and they are now running to our side. And we have also intensified our operations. We are ready to arrest them whenever they cross the side. Oriomno mlori muherwa kuendelea nasi kumakeni karaka banika kwao mumbo ya Kenya. Nukuendelea makeni kene kano mumbeka ya Busia omuyaka kwa COVID-19 kwa rera kuyengana mubamenyi bangi abarula muchimbeka chikabuhane chesialo ya Kenya. Esialo imbeka ya Busia kuringa alo kuri wenyero kumanya hombo imbeka ya Busia obwemeresi
obwimbeka Busia busirisia burie abamenyi kunyola omusala okwa AstraZeneca omusala koskoso kubana mukaira amalwa ya obule buno obwa COVID-19 mulo mara yefwe alala nende Chief Officer Jonathan Ino alala nende nas Faustin Nanjala kanoni kwa bero kubola obulondo hande barabamenyi abandi banyorere ijab amanyelo bolori omusala kuno okwa AstraZeneca habule krese mbuchu. Up to today, we have vaccinated, that's the first dose, we have vaccinated 9,769 people. Of those critical workers that I've talked about, or those cohorts that I've talked about, we've so far done 9,769. We do not charge COVID-19 patients. We treat them for free. And that one is putting a tall order on us, especially on our drugs, food and all that. Being in the border, we also take care of some clients who even come all the way from Uganda. Nearly almost 30% of the clients that we take care of also come from Uganda. And that's why sometimes we can request the national government to put some consideration in border counties. We are not only talking of Busia, but we are talking border counties like Busia here, Migori, the likes of Mandera and all that. Because some of these borders are porous. We have started the second dose, which we started on 2nd of June. That was on Wednesday. And up to today, we have vaccinated the people who have got a repeat dose or the second booster dose. We have done 63. We still have adequate vaccine balances of 2,280. May not be enough, but we believe that we shall get a backup from the national government through our Kenya Medical Supplies Agency regional depot at Kakamega, which we appeal to all those who are vaccinated. We believe they were receiving messages in their phones telling them when they were supposed to get the second dose, so that they get adequate protection against COVID-19. The vaccine will offer protection, but it does not mean that we stop following the MOH guidelines. And as the old adage goes that prevention is better than cure, if we follow those preventive measures, then we will spend very less. Na mara ya kwanza nilipata first dose ya vaccination kuhusu COVID. Na leo hii nimepata dosi ya pili na ninajisikia vizuri kwa maana ninaona kama nimepata prevention. Nimepata dosi ya pili na ninajisikia vizuri kwa maana ninaona kama nimepata prevention against this COVID infection fully. Oriomno mlori mheru anu kuendelea ni manga karaka banka kwireo ama makeni karia akabanka kwireo mumbeka Busia luchimbo muruki polo lunga abende mahuwa mangi kohubola ulono hane mahuwa aka omwami magoha yai niya kulokubera abekesi ni mhulo malo mahuwae abende nende hunu munika kidogo na bolari biakenda biliye umwekesi owekia siari babola mpaka abende nende si mu balanga baru mwesabu ama mumats ama mbole mkuna isabu ndabona sa isabu ndio yani ewewe kia siari lakini government dahambo mpaka hunu howe mwalimu owe kia siari mpaka owe nende D mpaka owe nende C ne lazima owe nende diploma mbeke soke nako haro barukure babari ndaba yendiye nende C muhuwe kia isabu nese johuwe kia siari kano karere hunu unika hungi mwalimu okurula mbeka eno Busia haurekerese kano kosi muguchu. Kuna vitu vinapitizwa na Kenya Institute of Curriculum Development. Na ni kama sijui kama Profesa Magoha anaielewa ama hapana, na tunataka tumueleze ya kwamba waangalie vizuri. Intake ya diploma in primary school education inaendelea. Kuna intake ya diploma in secondary school education pamoja na degree intake. Sasa imesemekana ya kwamba ukitaka kuwa mwalimu wa primary eti lazima uwe na C plane, sawa? Hiyo iko sawa. Na eti lazima uwe na C plane in mathematics. Sasa nauliza, mwalimu anaenda kufunza CRE. Hesabu anahitaji ya nini?
kuhesabu wale watu Yesu aliwalisha ama ni ya nini? Vitu vingine lazima tuseme tu ukweli. Na yule wa degree ambaye anahitaji C+ in the teaching subjects, eti anahitaji D+ in mathematics. Kati ya mwalimu wa primary na wa secondary, nani anahitaji grade ya juu kwa hesabu? Si ni yule wa secondary? Lakini sasa secondary wanaweka D+, primary C plain. Hadi sasa Kenya nzima ni watu 500 tu ndio wameapply kuwa walimu wa primary. Kenya nzima. Amesema diploma intake in Teso North week. I was in that panel. Tulipata mwanafunzi mmoja. Advertisement iliyowekwa C plain in min grade, C+, C plain in maths, C plain in English, C plain in any of the science. We only managed, we had about 50 applicants, lakini mmoja peke yake ndiye aliqualify. Unajua wazazi wanaweza fikiria venye Mstolunga amesema hesabu, huyu mtu anaenda kufanya hata hesabu, hata wa CRE hata hesabu vitabu vya Biblia. In CRE watauliza how many books are there in the Bible. Kama ajue hesabu ataanguka. Hata kutoa Marko chapter 3 verse sijui hii, sinahitaji hesabu. Kwa hivyo, lakini tuambie wanafunzi wetu watie bidii. Kila anasema ni ukweli, mtu wa university anaenda university C+, ana E in maths. Anaenda kufanya CRE. But hapa TTC you must have at least C plain in all the subjects ndio uweze kuchukuliwa. Mwalimu wa Lakachuna alikuwa njiani akija hapa akapigiwa simu kule shule ya Kosera, kuna mwalimu mkuu ametolewa Samia ameletwa kule Kosera na wazazi wameandamana kwa barabara hati hawamtaki. Sasa wewe mtu anatoka Samia, ulikutana na wewe wapi ndio ukajua ni mbaya? Heri mtu akitoka Matumbai akija Kopia unaweza jua ni mbaya Kerebai. Abgo ilolo all the way kutoka kule Funyula iko hiyo kakuikorot ebe sitaki huyo. Tafadhali. Mimi nashindwa na sisi wazazi saa zingine. Transfers zinaendelea, ndugu Masai anaenda kutangaza hapa labda bado zinaendelea. Ukiletewa mwalimu kazi yako ni accept, adjust, advance. Ningependa sana nipate shule ambayo itakataa mwalimu ambaye nitamtuma. Because huna mwalimu wako, tukimtuma huko na umkatae na kuna mwingine ana shida mahali pengine, sinampeleka huko. Na nyinyi mtakaa mngoje mpaka wakati utazaa wako ambaye atakuwa nani? Orio mno mulor muherwa oingangara Western Nyota TV kuendelea kulola Amakeni kare kabanika kuireo mumbe katika bohane echa mumbo kwa kola ngimba ka Busia za wamwe machi no kufunya kuja kuchirisi Amakeni kena orachare ta. Amakeni kare kabanika kuireo muchimbe katika bohane echa mumbo kwa malaimbeka ya Busia kudahuri ngala mumbeka ya Bungoma nesina sibani sihorehe mumbeka yeneyo nuku chaka nende mahuwa akoburuki gavana wangamati alala nende muhungano kwae nende MCA aborari adahawa hole milimo kireka maendeleo alala kano kadondo hane baada ya MCA kuwa nende mkabuhano uhurono hane mahuwa aka maendeleo uhurula mumbeka yeneyo ea Bungoma. Lakini ndio kureba mundari muherwa amahuwa ka maendeleo kama mmenyi omajoro kaheka chirisi bwe hurulo hane bubenyi bwa buri kaburi. Oparori gavana uno yosirisie mahuwa ka maendeleo hula mbeka ya Bungoma ngula kabani kabolo hahole kese kanokosi ni karera ngwichu. Gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati alabolangari aliendelea hole kasi nende wa MCA na tasakha ari mpango kwa MCA kumuimpicha sahi kubulao nienya balia balapingange kasi khungana na ilwa kishombo abamenywa wa kaunti ya Bungoma balinyolanga maendeleo. Waheshimiwa wabunge wamekubali kwa kauli moja kwa sisi kama serikali ya kaunti ya Bungoma tuendelee mbele, tuita vijana wetu wa village administrators, alafu mwezi wa June July tuwapatie mabarua waanze kufanya kazi. Na mimi nasimama hapa kama gavana wa jimbo la Bungoma kusema hivi.
national government, rais wa nchi Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta ako na structure paka chini, ako na waheshimiwa chiefs, ako na assistant chiefs, balini levakas. Mimi kama rais wa Bungoma County pia nataka niwe na wakilishi wangu paka chini mashinani. That is why tumeanzisha maneno ya recruit village administrators. Everyone knows that we have had a lot of noise in Bungoma about the impeachment of the sitting governor, being myself, by the county assembly. Today I stand here to say that about 35 members of county assembly of Bungoma have said that going forward we must focus on development, forget the nonsense of politics, and push forward the development agenda of Bungoma County. And today, we are also launching a very serious movement called MMI Reloaded. MMI Reloaded means Maendeleo Mashinani Initiative Reloaded. Inamaanisha MMI Reloaded. Inamaanisha Maendeleo Mashinani. Today, we have about 35 MCAs who are part of this movement. And I want to say, as the governor of Bungoma County, I'm going to be part of this MMI Reloaded. We're going to move around Bungoma County, championing development, starting from scholarship, roads, water, health, on all aspects, so that we can move and push the development agenda of Bungoma County to the second level. Abahemsiye ni baongozibwa nende Simio Msai balabolanga bari balaunga mkono ekasi ya gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati ili kwa kishombo abamenywa balafaidikanga. Sisi leo hii tukiwa Makalo, we are declaring that the naysayers, the prophets of doom, tunawaambia kwamba mwisho wao umefika, kwa sababu siku za kufa kwa nyani ni chote uteleza. Wamejaribu juzi kuleta mambo ya impeachment, kwamba they are men enough to try and impeach Governor Wangamati. Today I want to say, it will never happen. It won't happen because we are here. We support Governor Wangamati. We stand by him, with him and for him. Wala ambao wanaleta ngefu na nyokonyoko ya ukora, unafiki na utuduli, tunawaona tukiwaambia kwamba siku zao zimeisha. Bungoma hii ina mwenyewe, na mwenyewe ni Governor Wangamati. Yeye ni generali, sisi ni foot soldiers, na tuko we are here to stay. Governor Wangamati here to stay. Wabunge wakikuja hapa, ambia hao waambie ile national government nani anaenda kuwa president wa Kenya. Sawa sawa. Hawa deal na national government, sisi tuna deal na county government. Niripoti ngangara ya Western Nyota okhurula mu county ya Bungoma esenishibya Mumianzi. Oriamuna mulari muherwa owengangara ya Western Nyota TV no usanga kuwange okurera kala Amakeni kabanika kwao mumbo omwa Kenya. Uringa Amakeni kakwiro mumbo ya Busia, halose mudauri ngale Amakeni kabanika kwire mumbeka ya Bungoma. Abaiya waberende madaraka deke horere Kisumu. Ni madaraka de ino bali bintu bingi sana byali byepangiri byali busibisibwa mumbeka ya Kisumu yeneyo. Lakini hurula mumbeka ya Bungoma kuluchukuri abahondi beinganga yora kemikachi baberende okuandamana kulo kubera baradipwa. Ora kemikachi ndadongiria yule lakini oradipwa. Ese ndukure bendi abaruki urukusirisia karaka hobo la urukusirisia. Okurula mbeka ya Bungoma abari bemikachi baberende indenga moyo ndukula mika kulo kubera bari memikachi babesanea esiwanda semikachi lakini oranyo la kulipo. Hawore krisa kanoko senika bolwa nende baruki benabo abemikachi. Hatua y'obusingiri we kampuni ya Nzoia okhoraka khubarunga emishara khumuda omurambi sasa barame benabo bachingire tsimbanga nende emingonye nebemba tsinyimbo syokhulauma obusingiri we chuma sha Nzoia nibola bari bakholanga ekasi nechuma shendesha nisi emingonye lakini shibarungwangwa tawe. Vile tumesimama hapa tunafanya maandamano hivi, tumefanya kazi yetu wa periodi wa mawiki 5 bila malipo yoyote, na sisi huwa tunalipwa kwa wiki kila Ijumaa, na tunatetekana pesa yetu tulipwe saa 2 asubuhi. Na huyu jamaa MT wa Nzoia saa hizi kufikia saa hizi anatuambia kwamba hata anataka kuresign,
hana hacha. Miwa tunamkanga saa 10 usiku tuenda kukata miwa. Tunafika tunakimbia na baridi kila kitu na tunasumbuliwa, tunapata magonjwa, lakini kupata haki ya kukatiwa miwa hakuna pesa. MD anasema the factory imefanya nini na nini, lakini factory ni mzima anatengeneza sukari, wanauza sukari, lakini kutulipa sisi pesa imekuwa ngumu. Nibobola nenda abandichi ba Amakeni balabola ngabari obusingiri w'ekyuma shenesho asi wa manager wanje Makoha bushira kubarunga esente cyabo okwanzira omwaka kwa 2019 mpaka sahi. Tunalalamika juu ya malipo yetu. Tangu 2019 tulifanya kazi ya kupalilia miwa na kupanda, lakini hatujalipwa. Sasa tumekuja hapa kuagiza kwamba kupigania haki yetu. Sisi tumekuja hapa, tuko regioni 5 wakataji wa miwa, tunadai haki yetu. Rakario manager w'ekyuma shanzoya wanje Makoha yamane nende amalalamishi kabakori benabo nabolari balendlangende mipango chukwa kishombu balarungwangwa. But I must acknowledge that we are in arrears as we sit here today. We have accumulated arrears for now 2 weeks for our cane cutters. Obviously, we appreciate the fact that they decided to come and see us this morning, and we want to thank them because we have amicably discussed and agreed that we release one payment immediately, and we work towards releasing the other payment towards the end of the week as we normalize our operation. Niripotrenga ngara ya Western Nyota khurla mchuma shanzo ya mu county ya Bungoma esienshia. Murijo nyishano wibi akosina mahu wakange haba. Akona mahu wakaborirwe nende kwemeresi oburula murido ya molo mumbeka ya Bungoma muebuye bukwe. Kanoka borweni bari muhungano babola bari abana ochaka myaka 13 mpaka myaka 20 babajo nyisendo wibi. No abamenyi babore bari bana barakuyiba sina bana barula amlukongolo haba. Abana barikuiba na bana barakula muchingongo chindi chikabuhani. Ewe kama mumenyi ni jukumu lyao kuringana bo mwanao yosirisi erimanyarire erikwanisibwe. Sinda hambole mangi kabaho rekirese kanokosi ni karero nde bamenyi okurula murido hori ya molo mumbeka ya Bungoma webuye ebukwe. Mukhungano mulala kwa masika mta kwa molo ewebuye abamenywa bano balabolanga bari obulindi mutakuno bubera sana nabola bari eshikundi shababuha b'emyaka kati ya 13 ohula 20 balanyasyanga mwere ino nebebra abandu kila siku. Lakini kuna watoto wenye wameharibu hii area na sio wa hii area. Sijaona watoto wa molo wabaya, lakini kuna watoto wanatoka nje na kuna watoto wamepaki wafupi kama hivi ndio wanaleta hao watoto. Yaani najaribu kusema ukiwa msasi, saa yu kitaka wewe wakuite wewe ni nani, peleka mtoto shule. Imagine mtoto wako wewe umemsaa, ulipepa huo mtoto 9 months hata ajua alipepa namna gani. Lakini anataka marehemu amelala anakuja kupika sanduku marehemu. Mwisho hata kanisa hii watu 3 waliumia, wakaenda. Imagine. Alafu wewe unalalanga tu ukisema mtoto wangu ni mzuri. Yaani mzuri wapi? Ulimuona tu bila ulipepa yeye 9 months akakuwa mzuri. Hako na kisu kwa mkongo, amepepa, wewe amepepa mawe, anafikiria wanaenda kukata miwa. Hapa walikuwa wanakuja kukata miwa. Ne musima, kukhala wa mundu nekamenje, nekecha akoti sienju mwana omusumba somanya akhoranga wae, nomwele sienju kanja khumenyamo. Bana bamenya munju bane barano, wanaishi kwa nyumba, watu 5, na vijana tu wanafanyanga kazi gani? Tanishukia lakini nitakuwa nimefanya kazi. Usiku umetusumbua sana. Tunaona hiyo hema wameharibu, itabidi tulipe. Wametufanya maneno mabaya, wanapiga jeneza ya mama. Mama alikuwa mama mtulivu. Tunashangaa walikuja kuomboleza ama walikuja kuharibu. Sasa kama unajua uko na mtoto mwenye aendi shule, mama, ninadili na mama na nadili na mtoto. Sasa balala umanga abaskari bewebuye nebola bari balashirikiananga nende abakora mweria ino eri khuba dela chiranga abamenywa nibendelea okutifya efindu fyabo. Kuna mama anaitwa Matebwe. Alikuwa anatoka pale across the rail. Akakuja kuhamia huku. Yule mama alikuwa mama hatari sana. Mchana. Wanakuja kuchukua pesa. Sasa hatuwezi kusaidika kwa sababu mapolisi wetu wanatuletea that problem. Sasa wale watu jambazi tumebaki nao ni watoto wake.
na watoto wake si watoto wake peke yake, ako na watu wengine. Hatulali usiku, wanakimbia usiku. Kijana huyo mama mrefu, kuna kijana yake mrefu, ananishinda urefu. Yule kijana ni mbaya sana, anasumbua watu. Ukifukuza hawezi enda, na anakwambia nitakukata, anakwambia nitakumaliza. Wale vijana nafikiri ndio walifanya hivi vitupe lifanyika hapa jana usiku. Na mambo haya ninasema kwa sababu ninajua tuko na insecurity hapa, na wale viongozi wetu paamina kumukasa kuchifu MCA bali anami. Ninaomba tu mnisikilize. Kama ulichaguliwa kufanya kazi, kusema tu kweli, fanya kazi yako. Na sisi tuko na kikundi ya watu zaidi ya 35. Hatuko na mkasa yeyote hapo katika hiyo kikundi. Hatuna na nyumba 10 kwa hiyo kikundi. Lakini tunasema mtoto yeyote katika kijiji hiki mgeni, kama na umanyo wa mama ungelgo, na umanyo wa Mesirisia kubolewa. Hiyo tunataka kusema, rudi nyumbani. Sasa nikashindwa vile naweza kusaidika. Kwa sababu yule mama ameshikwa na yeye alikuwa anaendelesha hii. Lakini watoto wako wamebaki, saizi wao ndio wanauzia watu bangi kwa ile nyumba. Usiku unaongea kutoka asubuhi jioni ndio utakuwa umeingia. Wanaongea mpaka asubuhi. So nataka kuuliza hii maneno. Tunaenda wapi? We don't have security. Naomba tu kama sauti yangu inaweza fika. Kama inaweza fika, baba amemuli anami ile sauti ni muole ni uyeti buli mukurere uyeti musegere muno. We don't have peace. Baba anabali hata tutasalimiana hapa kwa barabara, najua wanaenda kunithreaten. Handi benyira bamenywa mwere ino kwakishomba abana babalatsanga muskulu na bola bari eli khuba lya bana okharaha khutsi skulu ndiyo lyatasanga obwifi nende obujambazi. Neripotringa ngara ya Western Nyota okhorula mkaunti ya Bungoma esien shibya omyanzi. No mlori muherwa kwendelela nafu Amakeni karia akabanika kwireo mumbeka ya Bungoma. Nukuchirira na Amakeni kene kano abaraga okhorula mumbeka ya Bungoma babere ndokulalamika okhulondokana nende mahwaka uchumi ohunina. Aburekerese kano kosi ni karani mabo changuliwe fwe ama muna mahwa fwe Wilson Mianzi. Mumasina bananga bali Josephat mukulambusine ndi boda wewe buye West Dina. Asenenya kubola nandi bandu base. Just direct to the point about boda. Boda tunanyakana, hakunyakana sana visa vile. Mala boda is the backbone of Kenya. Almost 3/4 of the population in Kenya wanaendesha boda. Na pikipiki yabele shida sana about fuel. Petrol yani nile mala kwepile kukhola khurien. Sasa tunataka tuombe serikali itusaidie. Khura bindu bikali musibala muno mboka mahwaka BBI mboka ne kama khwasinanu wacha to stick to the point na tusaidie wananchi. Kama frasa hili teli 130 bandu basi ngakhwamana ne webuye paka emil. No sabo mundu singi 200 abola liani ndekeni ne mtoka poke Eldoret. Nono khulakhola khuriena tutafanya namna gani? Serikali niyo muli ebu tumulike na muangalie boda chinzi tutasaidika. Sensi na Kenya khusaba kabana wefa Bungoma khoyeta alubeka wa boda khulanya khananga sana. Khonyakhana ni khulanya khananga wanyakhane kwa masubuhi paka akoloba khoyimile family yowe korokoro. Bali wingira munju wayimile street yo wingira mojo ne bakhopila lusimu balu oli omundu omusale olamwe omulwale kanyolekhane mu community bakhopile lusimu muyile mu hospital nga no muyila mu hospital wola yo wakala kamasaka achile bise bya khoyukhengo na wakane nde baskari bakafyu na mala the time uli kho explain sebabukula mo lukendo khuwelewa tawe abani kho khukhupa na khukhura mwitoka na khubukula pikipiki aswa baskari be matisi nibo bala khutesanga sana bakhubukula bakhoyile webuye ne pikipiki bakile matisi mala bakholipa bushuru mara pili okholipe webuye orure lunduche ematisi olipe epikipiki erure nyolundu oasole nono khulabiranga maisha kali kamalume sana mala asa khulafurahiyanga tawe
sendo nisiyabele khesa bana khendo siendi nendi nabura fulukali khulondekhana omulwale nyo namuyila mu hospital wakati yeyo nabandila kamalile kaluswalakho bamuyile lifaro malaba kafwila lifaro nono ate ndalosianga khuburafu sana gavana khuyete alosie nende basikari befwe ba Bungoma County khwakhaba nakhumya aswa basikari bematisi bakhabieva baryo tawe efwe kholi fwezi lubeka wa security khuyetana nenabo security khubera khumanya kholi serikali yongene senyala tawe na inji kholi bakali. Asante. Nayo lubeka wakasi kwa mtaani ya barera ya vijana kasi no kwabona kwakhole kasi no lakini malipo sakhulabona ngatawe nono khulareba serikali khuli khawulola yarere chisendi cha kasi kwa vijana wakhuyeta khabundu bwana sikila bana wabone bana baraka babe batekemea abundu ayenga kiteka uchumi yabwe lakini nono saa hii khulabonanga sakhwabona kho chisendi tawe nono khukorwa serikali yaba la khuyinjoyanga na mwezi na tawe omwami wanga mati nali anyaka khuyeta kho. Missionary ohurula mumbeka ya Bungoma Edward Kimakwa yemere shughuli yoraka emisala matulo primary mushughuli yana ino asabire bamenyi kwa mede kuraka emisala ili kumeda kurinda mazingara haurekereze kana kosi nikayanda una mhoefwe Wilson Miazi. Nabola wakati wa shughuli yo khuraka emsala ikhoreshe mskulu ya primary ya Matulo missionary Edward Kimakwa arenyanga abamenyo abe county ya Bungoma kwa Kishombu balindanga amazingira nende okhuraka emsala emnyishi. Uhifadhi wa mazingira ni maisha yetu ya leo, na sisi wakati wa kuboresha mazingira ni sasa, sio kesho, na ni wajibu wa kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba tunachangia katika sehemu yetu, kwa sababu mazingira nini? Mazingira ni chakula. Na wala ari amakhuba kabamenywa okhrama emisala ovyo chachera solo tinyishi nende amanoni okhuteba. Mazingira ni pesa. Unaweza kupanda miti ukapata pesa. Hii miti ina matunda. Hii miti inahifadhi sehemu za mito. Kuna maana zaidi ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu mazingira ndiyo maisha yetu, ndiyo chakula, ndiyo kila kitu. Tumeharibu mazingira. Sehemu za mito tumekuwa na wanyama pale, hakuna wanyama tena. Kulikuwa na ndege tunaita chisindu mkewa, hakuna chisindu sasa. Chizwa hakuna, ngoli hakuna. Yani ukanda green zenye zinakaa karibu sehemu ya chembe za mito hakuna. Ile inarekomendiwa ama kiwango ambacho kinakubaliwa ni kama 10% cover. Lakini Kenya tuko na 7.2% cover. So lazima tuweze kufanya mikakati kwa ajili ya kuweza kufika kile kiwango. Mahuba kano karero kwa busiro nende umlonderi wa chifu we sublocation ya Matulo Pius Wafula. Swamps hapo nyuma mimi nimeishi miaka kadhaa ambayo nimeona vitu kibadilika. Na Mungu aliumba vitu mbalimbali, hakuumba binadamu peke yake. Chikewa binende bindu bimejina mkewa. Imizala binende bindu bimejina wa misala. Sasa tukiharibu miti, tuyaharibu hizo swamps, tunakosa mahali pa kuhifadhi hizo viumbe vingine. Na some birds that used to be there those days. These days hata ukitafuta huwezi ziona. Hata ngoli mkewa yebe jana mkewa yake. Lero so bona ngoli ta. Ni kwa sababu ya binadamu. Unajua binadamu is very destructive. Naye Bishop Emmanuel Wakhungira we kanisa ya City Harvest mutauni yewe Yesu wera mukhungano konoko arinyanga serikali khuramika kati ya kutosha cho kwa Kishombu amazingira kalalindwa ngwa. Unaona quarrying inachafua, wanalipua mawe na inatoa fumbi, hata ukiangalia manyumba ambayo iko hapa karibu unashangaa. Na tunataka kuambia serikali, tunataka tuambie wale wanaohusika ya kwamba please ile quarrying in fact ni vizuri. Bwana chifu yuko mahali hapa, watu ambao wako karibu na mahali ambako wanalipua mawe angao wakakuwe compensated, kwa sababu wengi wao wako na allergy au namna gani? Sasa kweli jameni, wako allergic. Sasa fumbi mingi inaharibu inafanya miili zao, wengine wanasinisi sana, wengine wanachukuna,
Kwa hivyo tunataka kuomba ya kwamba serikali iangalie ili mahala ambako wanafanya quarrying watu ambao wamekuwa affected wawe compensated. Ni vizuri kwa sababu vijana wetu wako na wanatafuta baba enja si baba bacha mmechi na barusha kumuya. Lakini pia too much of it bahola ne hundulo kwa chinji jihurera na kujaka hurera no bona mbalilo bali jaka holerie uhuifumale kamuna mumechi mala bale hapo naka environment na umbachi bibindu bya umbwa nende papa wene bamenya be wadi ya matulo bamenywa babere nende kanuko kubola baada ya kunyola emsala khurla kumkanda kwa mazingira. Nataka kuchukua fursa hii kushukuru patron wetu kwa kazi nzuri ambayo amefanya. Kwa niaba ya vijana wa Webuye West, sisi tumesema tunaenda kuendelea kupanda miti na kuchunga rasilimali ambayo serikali imetuletea. Kazi yenye umefanya kuleta hii kupanda hii miti kwa eneo yetu ya Matulo. Sera isitabalebe. Unajua kupanda muti sio kitu, lakini kutunza muti ndio kitu ya maana. Ningependa nichukue nafasi hii kwa niaba ya wakazi wa eneo hili kushukuru mdhamini Edward Kimakwa kwa kutuletea miti ambazo tumepanda katika shule ambazo ziko karibu, na hata wale ambao wakazi wa karibu wamenufaika na mradi huu. Neripoti ng'ara ya Western Nyota okhurula mu county ya Bungoma Isian Shibya Omianzini. Amakeni akabanika kwire omumbeka ya Bungoma omukanda okwa Joyce kuyinyise chinifomu myachidaru kubana aba St Anthony omukanda kwene kuno kuyinyise chinifomu kubana bano okulondokana nende kariya bali bayinyise richubo eryokubolambe banachiririse rikulali abana okulambeka ene ino ya Bungoma akole pese kanokosi nekalero nde muna mahwa Wilson Nyanzi. Omukanda kwa Joyce na Sambu kurusi esinfomu masomi 300 we skulu ya St Anthony for the Deaf ini mtauni Webuye. Director wa mukanda kwanoko Joyce na Sambu khandi uli Miss Tourism mu county ya Bungoma alarusanga umulango khubalya banende obunyari okhwerusya nende okhonya abasomi banende obureme bombili ili banyere khuendelea nende amasomo kabo. If there's a way to lipiata 20 students school fees from here, it's a blessing. Yeah, mimi nimedonate uniforms. Becky Murunga amedonate cake. Unaelewa? Together we can. I cannot touch every life in this school. Kuna students ambao wanahitaji sanitary towels, kuna wale ambao wanahitaji maybe hawezi move, wanahitaji adult pampers, kuna wale wanahitaji boxers, all those mean ata anyone anaweza donate kalamu. That's my request yani. And if there's a way the government can increase fee capitation for students with special needs, so that ata student yoyote mwenye akona any special need asilipe school fees, you know. Because no one chooses to be disabled. It's not necessarily about students. Kuna wale ambao wanachunga our students. Wanahitaji vitu mingi sana. They need motivation. It's dedication. It's not easy, you know. And I just want to talk to each and everyone here. Kama unajua kuna student yote ambaye ako na ulemavu wowote na ako nyumbani, tafadhali reach out to the parents or the students and convince a join any special school. Leo nimeleta uniforms. There are 297 uniforms na hakika kuwa kila mmoja wetu hapa atapata uniforms. Hakuna siku utawahi pea mtu kitu na ukose. Hata leo nimekuja na watu nikiwaambia there is no way a hand that giveth will not receive. So mjifunze kutoa. Sio ati kila wakati mnataka kupewa. That's my message to each and everyone. I want to challenge all the Bungoma residents. If they have a pencil, if they have a tissue, if they have a soap,
anything that they can donate to kids living with disability, trust me, it's a blessing. Nayo mkhonyi wa ombunge wewe ya Mumbo Andrungeywa alabolanga ari buli mundu abere nende aina ye yobuleme nianya abamenyo oraha kubagwa abalia bali nende obuleme nende khuira abana mskulu. Baada ya kuingia mahali hapa nikakaa dakika 5-6 hivi, walimu nilitambua I'm also disabled. Therefore, we all need each other and we need to assist each other. Because what you can do, I may not be able to do. And therefore, you come in handy. Now you see, it had to be explained to us for us to be with you. So you are very special, and that know where you are, God loves you, and God has a purpose. Amahubakano karero ho obusiro nende abebusi be skulu ya St. Anthony. Ili kwamba wakati ambapo wanagunduliwa ya kwamba wako na disability ambayo ni severe, ya kwamba wapelekwe shuleni, ili kwamba shule ikaweze kuwasaidia wawe more independent. And so that is what we advocate for. So we want to ask you to continue with the same volunteer work for the deaf children. For in future, lead a good life. God will help you and help others the same way and in Kenya. Omwarimu usinjire skulu ino Geoffrey Hakina yetsomi omukanda kwa Joyce na Sambu Hosinfom Tianeto nabola ritila sanga khonya abasomi hasu zaidi balia barlanga mtingo tsenyara tawe. So we are very grateful for your gesture, and I know because of you we have, since you came here, I know there was a documentary that was there, and some part of it reached some parents. When you look at these kids, unaona kuna ule wa miaka 4, kuna ule wa miaka 5. They came because of partly your movement. Parents got aware, and they know that some parents are in Bungoma and they do not know that we have a school that can assist such kids. So your gesture made them come. Nerpotrenga ngara ya Western Nyota Orlam School ya St. Anthony for the deaf mu county ya Bungoma esieni shivya wamianzi. Disability, is it a curse or a blessing? Oriyono mulore muherwa kwendelane Amakeni karaka vanka kwa mumbeka Bungoma sababu ngwe machi lakini kufunya kuchakuchirisa kara Amakeni kabanka kuireo mumbeka Kakamega orachareta. Oriyono mulore muherwa owenga ngara Western Nyota TV kwendelana nafu Amakeni kareka vanka kwao mumbo Kenya. Kwa amala Amakeni kareka vanka kuireo mumbeka Busia kwa ringala de imbeka Bungoma kudaku ringale kwa Amakeni akavanka kuireo mumbeka Kakamega ambi kuchiririsie mahuwa Amakeni ungangara efu nukuchia humbeka Kakamega kuduchi besiruo esikundi siamaraga sibasichira lala kulunana mahuwa kanuko bwibi nisichara la kuhonya abamenyi okumanya ingira iria yokumeda kwerinda katakariyo amahuwa ko bwibi katika kabere magi ogurula muchimbe katika buhane cha mumbu omwemeresi wesi amasene sino olanga mbwe wini nanjala asabire abamenyi ohuringara mahuwa kanako bwibi nende karia okubalala nende barerana babu omungira ndala iyo mungira iria eyo bulala hakule krese kanokosi ni karerwa nende omuna bahwa wefue Shami Sionga okurla nane ndo bwifi bwashira mu kaunti Kakamega ekikundi ky'okwesinjirira kibalanga mbu inform action shinyira abamenyi bose be kaunti eneyo okwitala nende okupana nende abefi bebange mali yabo ili bamenya maisha kali amaleyi nalakaya nende ng'ang'ara ino mu hoteli ya nayo ili akarekari w'esoko ya Kakamega omwimiriri w'omukanda kwenoko hebuleka wa Kakamega fika nende buleka wundi ulangwa mbu wini wanjala aburre mbu pamwe okulomba omukanda kwenoko okhurulana nende obwifi bwashira mu Kenya nobufinya amaisha kaba Kenya ishihaya. Binadamu tunatembea mashinani tukielimisha jamii kuhusu haki zao, tunaelimisha pia kuhusu majukumu yao ili kuhakikisha wameweza kupata haki zao, na pia tunawaelimisha kuhusu katiba inasema nini kuhusu haki
zao. Siku ya leo tumekutana hapa na wakazi wa Kakamega. Tulikuwa na mkutano ili tuweze kuongelea maneno ya ufisadi. Mbona tunaongelea maneno ya ufisadi? Tunaongelea maneno ya ufisadi kwa sababu ufisadi ndio kitu ambacho kinafanya watu wawezi kupata haki zao. Kwa sababu ukipata kuna ufisadi katika maneno ya kukula pesa ambayo inatakana ifanye kazi katika jamii, ni kumaanisha jamii haitaweza kupata service ambayo ni muhimu sana kwao, kwa sababu kuna mtu mahali ambaye amechukua hiyo pesa na ametumia kwa matumizi yake ya kibinafsi. Hali hiyo pesa ni pesa pesa ya umma, pesa ya public. So siku ya leo tumekutana na wakazi wa Kakamega ili tuweze kuzungumzia tunaweza jumuika aje pamoja katika kupigana kwa maneno ya ufisadi. Ufisadi ni kitu ambacho ni kubwa na tena kimetia mizizi katika nchi yetu ya Kenya wakati huu. Kwa hivyo vita dhidi ya ufisadi inahitaji watu wengi katika kila sehemu ya nchi kukuja pamoja na sisi wote kwa sauti moja kukataa maneno ya ufisadi. Wini khandi hasaira bamenyi benabo khuleko khufinywa nende abayinda ino naonya abandu bebange mali ya Kenya nababorera mbu amaisha kabo kabere mu hatari. Kwa mkutano wa leo tumepata kuwa Kakamega maneno ya mashamba iko na ufisadi sana. Tumepata pia maneno ya pesa ya umma, pesa kama CDF, pesa kama ya miradi ambayo wanaweka katika wards ziko na ufisadi sana, kwani wananchi hawaoni hiyo maendeleo, ilhali viongozi wetu wanasema hiyo pesa imetumika kufanya miradi katika jamii. Pia tumepata kuwa kuna maneno ya ufisadi katika maneno ya public participation. Tumepata kuwa viongozi wanasema wanafanya hii maneno ya wananchi kuhusika katika kufanya uamuzi katika maneno ya maendeleo, katika maneno ya sheria, lakini kwa ukweli ni kuwa wananchi hawahusiki. Maamuzi yanafanywa katika kiwango cha juu na yanaletwa katika kwa community iseme tu ndio, lakini sio maneno ambayo imetoka kwa community wenyewe. Kwa hivyo siku ya leo tumesikizana kama wakazi wa Kakamega, kama wananchi wa Kenya. Ni wakati wa mwamko mpya, ni wakati wa kusema hapana kwa maneno ya ufisadi. Tunasema maneno ya ufisadi ikome, na kwa hivyo tumeweka mikakati kujaribu kuleta Wakenya wengi, sana sana wananchi wa Kakamega, wakazi wa Kakamega pamoja, ili tuweze kuwa na sauti moja kwa kusema hapana kwa maneno ya ufisadi. Na kama wananchi wa Kakamega leo tumesema kuwa ikiwa kuna kiongozi ambaye anapatikana katika maneno ya ufisadi, wakati umepita wa kusema huyu ni mtu wetu, ama tunasema kuwa mtu wetu amechagua mtu fulani kwa sababu ni wa kutoka katika jamii fulani. Imefika wakati ambapo tunasema kuwa hili ni makosa, na kwa hivyo watu ambao wanaendeleza maneno ya ufisadi tunasema sheria ichukue mkondo wake, na kama ni kupelekwa kotini wapelekwe kotini na kesi iamuliwe. Paul Odongo ni mulala khubandu babere mushikhalo shenesho ubere nende kanoko khubola. So ningependa kusema kuwa inabidi tukuje pamoja kama networks ama mashirika ili tujaribu kujadili masuala haya na kuja pia na suluhu, sababu tunapata kama fedha ambazo zilitengwa zile za corona COVID-19, tunapata kaunti za magharibi hazikutumia vizuri, hazikuzingatia masuala kama Public Finance Management Act, na kumekuwa na ufisadi. Na pia pengine unapata inabidi tukue pamoja, tukiwa kivyako pengine una raise issue, utakuwa fingerpointed, ama utapata kuwa ni kama wanaona wewe pengine unaelekea mrengo fulani ama unakashifu swala fulani na uko peke yako, so hawezi kusikizwa. So tukiwa kama timu moja ama tukiwa kimoja, sauti zetu zinaweza sikika. Changamoto ya pili ni kuwa zingine tunaweza andika vitu kama pengine memorandum, lakini utapata wale wanaohusika katika gatuzi hawachukuli kwa maanani. Kwa mfano kama saizi kuna ile document ya budget ambayo imepitizwa, inatarajiwa kupitizwa, proposed. Kuna zile pesa ambazo zinabidi ziende kwa ECD, School Feeding Program. Na hizo fedha unapata
zimewekwa kwa kumalizia miradi za vyuo vikuu kama sekondari. So tunaona hapo kuna ufisadi. Hiyo fedha inabidi kuja kwa ECD kwa sababu sekondari ziko katika serikali kuu. So tukiandika vitu kama hizo unapata saa zingine gatuzi alichukuliwa kwa maanani. So hapa Kakamega huwa tunaona partner anakuja anatusaidia kutufungua macho, na sisi pia tunaona baadhi ya vitu ambavyo anataja kwamba tunatakana kufungukia macho huwa kufungukia. Lakini swali ni hawa watu wanaofanya hivyo vitu, kwa nini tusiwe sasa na mradi mwingine kuanza kupeleka watu kotini? So that tukisikia watu wa Shinyalu, ile demonstration hayo ilikuwa ya mambo ya majani chai, kuna watu wawili washafikishwa kotini, tunajua kweli hiyo ni njia tunataka tuchukue sisi wote. Lakini tukisikia demonstration ilifanywa miaka 3 imepita, bado mchezo ni huo. Hapo sasa tunaanza kujiuliza tunaelekea wapi. Okurla hakarkarwe soko ya Kakamega na reporter ngangara Western Nyota na Ngori Samishionga. Oriomno mlalo muherwa kuringala Amakeni karakaban kakwire umbeka ya Kakamega numandela Amakeni kene kano sibera umbeka yani na Kakamega okulono handa musacha we miaka 27 olono handa kunafuire humukuru okwe nyumba yae amako akeri faria ka okisata mwana mwene hakurekerese kano aka amako akweri fuaka kulondo akarupatikana madala kifui mungira iria ibani ukisia hakurekerese kano kosini kabondo ndesa mwana musacha mwene no obano posisibula mwe. Ekisa shitule mushikwenyi shetande emalaba mukaundi ya Kakamega lunyuma lomusatsa wa miaka 27 khutufya maisha muinjira ilamanyikhane tawe nibalakaya nende ngangare ino abamenyi bawe nawa niwongoswa nende Francis Yomo babure mbu omwana ubere nalatsanga khurama olusinyuma weyinzu awulire etsimboni sisama ino nabukula atuwa yokhutikhulula shilekholekhananga nanyola omusatsa mwene oyo nalambire. Na mchukuu wangu akatoka kwa nyumbani na alikuwa na umbwa. Aliposikia umbwa inapoweka huku alikuja na akakuda, kumbe kuna mtu ako humo ndani, na akaruti hakufika nyumbani, aliita tu kuka. Na nilipokuja kuna kijana yangu mkubwa alitoka mbio na akakuja, na alipofika akaniambia Absalom. Kwa kweli nilipokuja nikathibitisha Absalom amekufa. Imekuwa ni kifo ya kuhuzunisha sana. Tumejaribu kutafuta, mwishowe ndio tunasikia Guzo amekufia kwa miwa. Na kama hata ni kifo, kweli kutoka hapa nyumbani mpaka hapa inaweza kuwa atusikii hii harufu yote. Ni kama watu walipepa tu huyu mtoto na wakamleta hapa. Ni kama tu walienda. Na shangaa na watu wa huku shuali. Ni kama mmemuua tu huyu mtoto na wamemleta hapa. Si ati mtoto alikufa. Kweli kama mtu umekufa unaweza mwenyewe kileta hapa kwa miwa. Kifo chiko. Kama ni mtu shauri yake. Ni vyema amefanya yenye ametenda. Ni kama ni kifo tu vile mtu anakufa tena ni sawa sawa. Tangu wakati ule mpaka wa leo nilipokuwa na ndugu yangu ambaye ni mzee wa mtaa, tunatazama TV mambo yenye yanaendelea kule Kisumu. Tukasikia mayewe nje ya kwamba mtoto anaitisha babu yake, na tulipofika huku hakika tulipata mtoto Absalom ameaka, na ndani yetu tumehuzunika sana. Tunasema ya kwamba kifo kipo, lakini kifo cha mtoto mwenye ameaka kimekuwa ni kifo cha machungu na machungu makali sana, ambapo londa kana nenda mama uwe ulango mbu Edith Milimo yele sirembu khurlo mwana uwe natuba ya reporta mfituo mbali paka vulano burina na lwanyore report mbu omwana uwe utifia maisha no khutupo mingonye chivere inyuma weyinzu iye. Tarehe 16 saa 3 asubuhi nilikutana na mtoto yangu akirejea hapa nyumbani. Alikuwa na pikipiki na kapaka kwa mkongo. Nilienda kanisa kurudi saa 7. Nilipata tu amewacha pikipiki hapa nje. Mlango yake iko wazi. Na mimi nikaendelea na shughuli zangu huko kwa bomu. Nikifikiria mtoto wako. Nililala asubuhi nilipoamka saa 1 hivi na nusu ndio nilipata mtoto akurejea kwa hii bomu. Nikaenda police station nikapiga ripoti. Wakanituma pako kwa hospitali, nikaangalia kwa ward, wakanituma Matete police station tena nikapika huko report. Alafu leo asubuhi hata mimi nilikuwa nimetoka niko kwa barabara niko tu kwa shughuli ya kuenda kumtafuta. Nikasikia kijana ananiita huko nyuma, mama eti wewe rudi nyumbani. Tumepata mtoto kwa miwa.
abu ako kwa miwa. Katakario omwami webuleka weneyo hulangwa mbu John Chisembe asaira bamenyi khulekho khwamina bakanga nabolambu nibo bachira napunguso khabo mwana mwenoyo khulondekhana ripoti ibana yiba bolambu omwana mwenoyo khurula natiba yabere nenda maisha malei nasaya bamenyi benabo khwambana kama injira yokukhonyana obulindi mushikwenyi shenesho. Ilikuwa wiki mbili ambayo tumepita nikipata ripoti kwamba amepotea. Ndipo kuulizia familia ikawa ni kwamba kulingana na maelezo ya familia wakawa wamepika ripoti Kaparas Police Station na Matete Police Station. So familia ikawa katika hali ya kumtafuta na wakawa na matumaini mengi kwamba ako hai. Hadi kufikia leo mwendo wa saa 5 ikapikiwa simu na mkasa Likuru Chomo Shatimba kwamba kijana amepatikana kwa miwa na amekufa. Kwa haraka nilikuja paka mahali penye amekufia, kweli nikatazama. Ijapokuwa wanyama walikuwa wamemkula kiasi, lakini alikuwa kiwango cha kutambulika. So mimi nikapikia chief, nika-inform ACC pia na OCS Kaparas Police Station, na wamejaribu sana, wakatuma deputy OCS na maafisa wengine wakaacha kwa scene. Wamechukua mwili wamepeleka Kakamega Mortuary. Familia kwanza ni pole kwa kumpoteza kijana ambaye alikuwa na miaka 27, ambaye pia ni mtumishi wa serikali, mwalimu ambaye serikali ilikuwa inamtazamia mambo makuu kutoka kwake kulingana na umri ambao amekuwa nao, ili kwamba afikie miaka ya retire yake ilikuwa ni miaka mingi aweze kutumia serikali. Sisi tumekuja mahali marehemu alikufia na tumekuwa na hali ya kutatanisha. Hatuelewi sababu na chanzo cha kifo chake, kwa sababu sehemu zake za mwili zimeweza kuliwa na wanyama na sehemu nyingine ya mwili imeweza kupaki. So kila ambacho ningelipenda kuambia familia ni kwamba sehemu ya mwili ambayo imepelekwa mortuary ikifanywa postmortem kulingana na utaalamu wa madaktari wanaweza jua na kutuelezea chanzo cha kifo chake. So inaweza omba kwamba tuweze kuwa wavumilivu mpaka tupate ushahidi wa kutoka madaktari, ili kwamba tuweze kuelewa ni nini ambacho kilisababisha kifo, kwa sababu watu wana mawazo yao. Wengine wanasema labda aliwawa, wengine wanasema labda alikunywa sumu. Sasa haya yote ni mawazo ya watu, lakini hatujatambua kiini na chanzo cha kifo chake. Jambo likitokea tuweze kuwa na umoja na ushirikiano, na tumekuwa na ushirikiano mchache katika hali ya kumtafuta, kwa sababu tungekuwa na ushirikiano mzuri wende tukimpata hata kama angekufa kabla ya mwili wake ukiharibika kiasi hiki. Jambo likitokea kwa familia, naomba kwamba watu wangu, mambo ya kuamini watu waombaji na wakanga tuweke mbali, kwa sababu hasa familia iliingia kwa watu wakawadanganya kwamba kijana ako hai, ako mahali penye pako safe. So hata ile nguvu ya kutafuta ikawa kidogo. Kwa hivyo tungekuwa kama wangesikia ile sauti ya waombaji na wao wakanga nini na nini, huenda kijana akipatikana hata kama amekufa kwa mtu ambao labda ningepata mwili wake kama ungali wote. Ogurula mukaundi ya Kakamega na reporteri ng'ang'are Western Nyota na Ngori Samishionga. Omwemeresi owesiama Asia Afrinov omwami Benson Hamati agorari emirimo kyose kibali kinisibwa muchimbe kachika buhane echa mumbo kihaire kibebe mokiria ebe musungo bolagari bimo kinende value ekirende ifaida mbwe abamenyi barukuyinia ushuru ne ushuru aboroyinia buno bugaire buloloke mumirimo kiria eki account ikuberesania mubamenyi abayu ahura turesekana kosi ni kabolu aneli mwemeresi owesiama Asia Afrinov Benson Hamati. Abantu baburra musini khurula mushikwenyi shemalava mukaundi ya Kakamega bafaiti chene nda masomo kabanyolre khurula khumukanda kwa khwisingirira masomo kezo khubahonya wakati wa khuchakula omwami wabo etsuku tetsikura londakana nendo musingiro wabo ulangwa mbu Benson Hamasi aborre mbu emali ngari y'Abakenya inonokhanga khurulana nendo khukorwa limanya liri mbakenya abanji lichiranga nebakhabukulaho obwamosi bwosi khumakhuba kenako tawe. Na tunaona ya kwamba there is a wastage of resources because value for money in the making of roads bado kidogo iko chini. Unapata barabara imetengenezwa haina any drainage system, haijawekwa any culverts, imeachwa. So tunajaribu kuona njia gani tutaweza kuhamasishana kama wana Kenya ili ya kwamba
wakati mwingine tukiwa na hizi kazi ziweze kufanya kwa njia mzuri na tuweze kupata value for money, so that kazi hizi zinafaidi wananchi, na haswa ile pesa inatumika ya serikali, maanake wananchi ndio wanalipa hizi ushuru, iweze kufanya kazi mzuri ambayo wataweza kufanya nini, kufurahia. Si pesa inawekwa kwa project then pesa mingi haiwezi kuwa kulingana na value ya hiyo project. Kuna vitu zimetajwa ambazo ni mzuri kwa in the civic forum tumekuwa nayo, ya kwamba upande wa elimu, which is also a devolved function, elimu upande wa chekechea na village polytechnics, ya kwamba kwa kweli serikali imeweza kufanya jambo mzuri, ambapo at least kila ward iko na either TVET, village polytechnic or any vocational training center, ambayo vijana wetu wakishamaliza either class 8 ama form 4 wanaweza enda pale kujifunza ufundi kidogo, ile inaweza kuwasaidia maishani mwao. Na hizi shule wanafunzi wako na wanaendelea vizuri. Pia kitengo cha ECD ambacho ni pre-primary education ambacho kiko chini ya county government kimewezwa pia kufaidika vilivyo. Mulondereri ho mwami buleka weneyo hulangwa mbo John Lubonga alala nenda bamenyi babere mushikhalo shenesho babere nenda kanoko kubola. Shirika hili la Afrino kwa kuchukua Malaka sublocation kama mahali ambapo wamekuja kutuhamasisha juu ya maneno na uchaguzi, hasa sana mambo na public participation. Nataka shauri wakaji wa hapa Malaka sublocation ya kwamba ni vyema wao wanajitokeza kwa wingi wakati wa hafla kama hizi kuja kushuhudia na kujifunza mengi ambayo labda hawajajua kwamba ni haki zao kuwa wanatekeleza kikatiba. Nashukuru ile shirika la Afrino Shimashik kwa yale mafunzo ambayo tumepata. Nimejifunza mengi, yale ambayo nilikuwa sijawahi jua nimejua leo. Nasema ni asante kwa hicho kikundi. Mimi nimefurahi sana kwa hii shirika la Afrino kwa yale mafunzo wametupatia leo. Haswa mimi nimebenefit sana kwa mambo ya civic education on elections. There are many things we have been doing ambazo haikuwa inaandamana, lakini leo hivi mimi nikitoka hapa kuna wale nitaambia nyumbani makosa ambaye iko na itatuletea taabu, kwa sababu hakuna faini ya chini ya milioni 1 ambaye ni kama shamba, ile mashamba tuko naye mtu wa kawaida huwezi. Kwa hivyo ni vizuri sana hii shirika iendelee hivi na ifike kwa wengi, ndio isiwe tu ni sisi wenye tumekuwa hapa watu karibu 16 peke yake. Ni vizuri tufike wengi na ndio benefit wengi sana ambao wanapiga kura. Okurula mkaunti ya Kakamega na reporting ngare Western Nyota na ngori semishionga. Abaholi bechinganga okurula mumbeka Kakamega babenende maandamano kulondokana nende amahuwa karia aka oburindi oburatirisibwa haba mbarabara yeneyo. Abaholi bechinganga ne babore bari barabara yeneyo ikero muhana wesiraga hukosia obula mubwaye kulondokana nende mahuwa akarari amalai abundu oburindi obukwanisibwe ku barabara yeneyo. Abaholi bechinganga babore bari oburuki obwe county yeneyo bamedroka bari malomia, lakini aumao ori oburra malalamiko kabwe mungira ilia ikwanisibwe. Ahurekesekana kosi nikarira mbuchifu nende muna mahuwa Shami Sionga. Tishukuru ita bulinyanga hurula humanda ko hurula kambi hosti ya mukambuni ya West Kenya pake lukume chisinjira masaa manji lonyuma lo abarumishiri be pikipiki alala nenda basomi be skuli ya Shamberere kushinga omwanda ni bandamana ni babolambu omwanda kwenoko shikulombwanga tawe ni balakayane ngangara ino hababere ni balanda mananga hebeleka weneyo ni bongoswa nende John Bulimo baborembo serikali ya Kakamega halala nende kampuni ya West Kenya bale ha omwanda kwetula khamati ho hino ni babari balakaya ho abasikari babahumangani babatupire lyosi lino nange timoni.
So malalamishi yetu ni kwamba nimekuwa chairman from 2018. Tumekuwa na kampuni na agreement ya kwamba kuna hapa watoto wa TTI, kuna wafanyakazi wa West Kenya wanatoka kazi usiku saa 5 usiku, saa 4 usiku, wengine wanaitwa for emergency saa 6 usiku. Kwa hii barabara tuko na giza sana. Na ukiangalia kutoka hapa kambi ya Mwanza mpaka West Kenya ni kitu kama half kilometer, ambapo kampuni iko na uwezo wa kutuwekea security light ili watu ambao wanatumia barabara wakiwa wafanyakazi wao na watoto wa TTI na siko na boda tuwe safe. Kuna msichana alinyongewa pale Sokoro sababu ya kwa sababu hatukuwa na security light. Kuna malori zao zimegonga watu wetu kwa wingi sana sababu njia mbaya. Sisi kama wanafunzi shamba la TTI kuna masomo yanahudhuria usiku. Sasa hizi ni nini kutoka shuleni usiku? Kwa hiyo njia ni giza. West Kenya kama anataka ikwe sababu barabara ni mashimo kila mahali. Angalia tear gas kila mahali, wanafunzi tunatupiwa. Tuko shule wanarusha tear gas ndani ya gate. Hiyo ni hujuma kwa wanafunzi. Hapana. Comrades power. Kitu ya pili, security light. Wanafunzi we have some late lessons. Barabara haina hata moja isipokuwa ya mwanabiashara analipia hiyo stima. West Kenya walituhakikishia kwamba watalima njia baada ya wiki moja. Wiki moja imekwisha, watalima njia. Sisi tunauliza haki yetu, askari wanaturusha na tear gas. Tunauliza haki yetu, ndio kurushwa na tear gas ndio suluhu. Tunataka barabara hii ilimwe moja. Tunajua kwamba ya kaunti government atapila saa hii kazi itafanya nini? Na kitu mbaya, sisi tukilalamika kitu tunaletewa maskari. Maskari wanatupia watu. Tia kasi inaharibu watu macho. Kitu mtafanya watu wa West Kenya, tutengenezee njia. Miti ya sisi kulianga ndio mnaleta hii shida. Steven Inganga mlala khubamenyo bereni bandamane wenyele serikali khuralafu omukanda kukhoyero khulombo mwanda kwenoko. Kuna mzozo kati ya wanabodaboda na factory ya West Kenya. Tungetaka kujua ukweli wa mambo. Hii barabara tunazoza na kampuni ya West Kenya. Hii barabara ni ya county ama ni ya West Kenya? Kwa sababu sisi tukilalamika wanasema sisi ni wabaya. Lakini tunaomba ya kwamba watupatie mwelekeo, kama ni county government iwajibike, kama ni West Kenya iwajibike. Kwa sababu tunapofanya hivi sio kwa manufaa ya wanabodaboda peke yake, ni kwa manufaa ya wapita njia wote katika hii barabara. Kama ni county government wawajibike, waache kuleta ugombanishi kati ya wanabodaboda na factory. Watokeze waziwazi, watuambie ukweli iko wapi. Maana hii aibu nyeko hapa saa yote bodaboda na maaskari. Hawa bodaboda ni wazazi, hawa bodaboda wanajitafutia. Hao si wezi, wanatetea haki yao. Kwa sababu pikipiki zinaharibika, zingine ni za loan, tunanyang'anywa wao zimevunjika na tunalipa loan. Tafadhali county government mjitokeze waziwazi, mtuambie barabara hii ni ya county ama ni ya West Kenya. Kulonda kanane ndamama kutetea maisha ka bantu lango mbumeri shimwenyi yinyire kaunti ya Kakamega kukalisia sendi to bushuru ku kampuni yeneyo hailombe myanda cyo khonya bantu. Mmoja wanasema pesa ya West Kenya yenye inakatwa the 1% social responsibility money. Badala ya kufaidisha hawa inaenda kwa kaunti na kaunti haifuatiliwi. Hakuna taa kutoka West Kenya mpaka kufika kwa barabara. Juzi kuna kijana aliwawa hapo. Haya, ukiona maaskari wenye wanaishi hapo, wanaishi kwa nyumba ya mtu, hiyo si nyumba yao. Pesa hii ingerudi West Kenya, West Kenya itenge maaskari nyumba, iweke mataa kwa barabara na hata iwe rahisi wao kufikia watu. Sasa kile ninasema ni kwamba watu wa Malava in totality wanasema pesa ya cess itoke kwa county budget. Kama county inataka pesa kutoka kwa West Kenya kwa kulima, wakubaliane ni pesa ngapi wanataka, lakini pesa ibaki West Kenya. West Kenya iendelee kufanya nini? Kulima barabara, kufanya kazi zingine, kutengea maaskari nyumba, kuweka mataa ili usalama ukuwe mzuri. Hapa kambi ya Mwanza kila mwezi tunashuhudia watu wameua 3 4. Hiyo ni sababu hata barabara ya mtu kukimbia na pikipiki afika hapa na usalama ndio kwa watu hakuna. Omukali wo kusinjira meno sane mu kampuni ya West Kenya omwami Edwin Musonye abere nende kanoko kubola. Lakini sote tunajua kwamba
kazi ya barabara, hasa hii barabara ni ya TERA, Kenya Road Authority, lakini sisi kama kampuni chini ya miradi yetu ya kijamii tunajaribu kusaidiana kutengeneza hii barabara kila wakati, lakini hata ilikuwa kwa miradi yetu tulikuwa tumepanga kuitengeneza tu hii wiki, lakini hii maandamano ikatokea, na vile unaweza ona hata kwa site engineer wetu already wako hapo wanatengeneza, na tunataka pia jamii ambayo tunafanya kazi nao pamoja tuwe na uhusiano mwema. Kwa hivyo ile department ya habari sisi tumeendelea kuitengeneza, na hata sio kitu yenye tumefanya kwa ajili ya tiwa maandamano. Ni kusema kweli KERA haijakuwa ikishughulika hii barabara. Hata wale watu wanajua kampuni za miwa tunalipa pesa nyingi na vinaenda pia kwa county government. Kwa hivyo pia wangeshirikiana pamoja waone vile barabara zinaweza tengenezwa katika hii eneo la upanzi wa miwa. Kwa hivyo sisi tunafanya tu yetu ile kiasi, na sio kwa ajili ni jukumu letu kabisa, lakini kutoka tu kwa ile kujali maslahi ile mahali tunafanyia biashara, tunaona lazima tutende mema. Okurula mukaunde Kakamega na report ngare Western Nyota na ngori samishionga. Waingangara ya Western Nyota TV kulondokera kana Amakeni kabanka kwao mumbeka ya Kakamega nukuchirira na Amakeni kionekano omulondokeri owa DCC omwami Daniel Katei asabire abamenyi okurula mumbeka Kakamega alanende nandi okuba nendo bulala buria okuchirisia erimenya area bulala aborekano ni barufuasia chief orula mumbeka eneyo obwami hakorekerese kano kosi ni kalera mubuchifu nende Shami Sionga. Abamenyi bamenyanga khulwakho Kakamega nende Nandi benyirwe okhulekhelia lya buli nyanga rilananga nende obukhayini bw'emikunda nelienda amakhuba kakhali amaleyi mushikwenyi tawe nalaka mushikhalo shokhuberesya obulindi chifu muya wa Shivanga Simon Nambwa omulondereri w'omukhongo wa DCC mukakamega yebukwe Daniel Katei asayire bamenya abo khwikhalasi nende khumala obukhayini buli akari wabo bureranga elifwa lya bwangu. On aspect of security meeting, because tuko na ndugu zetu pande hii ya Nandi North na tuko na sisi majirani pande hii ya Kakamega North. Tafadhali tuache uchochezi, tuache incitement, tuishi kwa amani. Kama mpaka iliwekwa hapa katikati, these are no man's land, hakuna mtu anastahili kulisha hapa, hakuna mtu anastahili kulima hapa, hakuna mtu anastahili kufanya chochote hapa. Heshimu hiyo mkataba, heshimu hiyo makubaliano. Fika mahali shamba yako imefika, mwingine alishe mahali shamba yake imefika. Badala ya kwenda kuchokoza wale wengine kila wakati tunakimbia usiku msituni, mlimani, hatulali, that is not necessary. And that is negative energy. You don't have time to do your own things. Amakhuba ka DCC kaunjirwa mukhono nende omukali wa basikari buleka bwene obo Paul Mwenda usayira bamenyi khulonda malako komukanda kwa afya nabola mbu bafwala ofutamba efunikhanga omunwa kama injira yokhwikalira khunyola obulwale bwa corona. Na nimeelewa na kasi kama tutashirikiana tutafanya, si ni kweli? Tukiongozwa na wa DCC. Ile kitu nitaomba, mambo ya makesi ya chamba nimeona ni mingi sana, inaletwa kwangu na iko chief, ile inastahili iletwe kwangu ndio nipeane kwa DCIO, ni criminal cases. Mauaji ile nimeona ni ya chamba, na wakati utaenda na chamba kiasi gani, na mauaji ni ya nini? Tuache hiyo vitu, si ni kweli? Na tuache kuchukua sheria kwa mikono yetu. So nimemaliza hiyo sababu tuko na chama ni wetu. Ile kitu nitaongea ni kuhusu COVID protocol. Sipendi kushika watu ovyo ovyo, watu wana pesa. Mimi ushika ule mgaindi siku za soko na hizi zingine, sababu ya kuvaa nini na ukaa distance. Ugonjwa iko, nani anasema hakuna? Ile inaitwa India Watts barrier simefikia sisi, so tushunge. Sipendi kupeleka watu kotini, nataka tushirikiane kabisa. Ile mugaindi sugu mheshimiwa, ndio nahitaji mtu ya barakoa, tuvae barakoa. Barakoa ni shilingi 10 na ukipeleka kotini 1000, hiyo ni barakoa ngapi?
na chifu kuberesi obulindi Simon Nambwa asaire abalindi bashe khorere kasi alala khabanyale khukhonya bamenyi bebuleka weneyo nende khutitisia tsishita tsyabo. Nambwa newly appointed chief Shivanga location, nikechukua hii fursa kusema tu ni asante kwa siku ya leo, kushukuru TCC na timu yake kutoka Malava North, Kakamega North Sub County kwa kuniteua kuwa chief Shivanga. Ninataka tu kurudishia kila mtu shukrani wenye wametengeneza hii siku imekuwa nzuri na tumekamilisha vizuri. Wale wote nilishindana nao, nataka tu kuwakaribisha tufanye kazi pamoja. Walitaka tu mtu mmoja na mimi sikuwa ati ndio mzuri sana kuwashinda, but tutashirikiana tufanye kazi pamoja. Wananchi wa Shivanga location nataka tuungane mkono tufanye maendeleo security wise, tukae na vizuri. Unajua kitawasa mtu maana ya DC kuja hapa leo. Hii ni mara ya pili kukanyaga Shivanga location. Ni kupeana chief mpya ambaye anarudi mahala pangu aendeshe kazi na atafanya kazi vizuri ikiwa ninyi mtamunga mkono. Na ama sivyo? Ni hivyo. Denyaenda kutiro mkono omwami wabalareza ngobu lani. Unakhana nenda makuwa kofi tina. Kazi yake ni kwa utumie ninyi. Sio kupokea fitina kwa ofisi, lakini sio kutafuta shida kwa mapoma ya watu. Shida zimpate kwa ofisi na tukubali kufanyia kazi pamoja na yeye ili hii area iendelee. Miremba boss. Nataka niseme hivi, kuna watu wengine wakati wanawatawasa mtu ama mtu anachaguliwa kuwa kiongozi, wengine wako na roho mbaya, wengine wanaongea maneno mabaya. And I want to call upon those people who have grudges, hatred, ill feelings and malice towards other people's children. Please, I call upon you. Repent to clean your heart. Okurula mkaunti ya Kakamega ni reporter ng'are Western Nyota na Ngori Samihionga. Wendelala nafu Amakeni karea kaban kakwire o mumbeka ya Kakamega. Nukura marisi Amakeni kaban kabere o muchimbeka chikauhane eche mumbeka ya Kakamega avemeresi okurula mu county ya Kakamega babendo muhuma no kuria okuhuringala mbo mwaka kwichao okwa 2022 banosirisia barie amarevo aka KCP ohubira mark ya 5 mean square ya 5 barukola bari amarevo kaduro ka KCP ko mwaka kuno abana sabakola mungraigia ikonisiwe akoka kerebe chalala kama bemeresi okuringala mbo ningira sina ya banyala bara okusirisia eribira eria bana abamarevo eribira ria bana kumarevo kara KCP kuse mwaka kwa 2022 akuringale kana kose ni karera mbuchufu ende mna mahua Shami Sionga. Sukulu telete serikali mkaunti ya Kakamega zote chingule kaunti eneyo hino sukulu te serikali nizilola molufu hurula nenda majibu kabanyola kwa mwaka 2022 keli chera ya KCPE na mahuba kaboro nendo mkongo ulenjerisi yango bileibwa masomo hebuleka weneyo chofuro changa uborembo sukulu tienezo tiesiasi hamakisike kaunti nibanyola amakisiasi wemini ya harano. 7,961 candidates registered for KCP in Kakamega North Sub-County for the year 2020. 0.30% of the candidates scored above 400 marks. 18.55% scored. I'll be translating that. I said 0.30% of the total candidature scored above 400 marks. 18.55% scored between 300 and 399 marks. 52.37% of the candidature had marks ranging from 200 to 299. 28.77% had scored between 100 to 199 marks, and there was no candidate who scored between 01 and 099 marks. There was a high percentage of girls who scored above 400 marks at 0.19%,
and also in the range between 200 and 299 marks at 51.35%. The boys and low percentage at 0.001% above 100 marks. Men boys had scored between 300 and 399 compared to the girls, who were at 8.97% in this range. It was also noted that many boys had scored between 100 to 199 marks at 15.37%, whereas the girls at 13.99%. Above 200 marks, boys above now 200 marks. The boys, total number of boys who scored above 200 marks was at 2,675. Above 200 marks. Geoffrey Khandi yelesera mbo hakaru abasombe nabo banyole nafasi yo kujya mu university bongasya emini ya bonu banyole emini ya painetisa niye chesembo kulonda kanenda machipuke nako vesya hesabu kaundi ya si masomo. 3,852, whereas the girls were 4,095. In terms of translations in percentages, the boys were 48.39%, whereas the girls were at 51.44%, implying that the candidate of the girls was higher as compared to the boys. 2018, we had an MSS of 246.4. Kulonda kana nendo mwimiriro wa masomo vileke weneyo Isaac Price aborre mbo tsukulu tsitso kwendele hukusya vana mu kaundi eneyo tsitso kufungwa kavarisira chenja amakisike wa botawe. Kwa hii sub county ya my friends. Wapo mwangalie the last nini? These guys who tunaongea nao sana. Sijui wananiweka namna gani. Nanipeleka nyumbani na bahati mbaya si nzuri. Naangalia shule nyingine inaitwa private school inaitwa Manda. Neema Manda teacher Manda. Usiogope. If you want the results in your school, usiogope mtu. Atabaki shule mpaka ndege ya mwisho. Si nipo? Asinunulie motorbike alafu aende sasa siku ya mwisho anakuja fanya mtihani. So please, you are doing the registration now, be careful, talk with them. Lakini usikataze. Ukikataza italeta shida, lakini ambia yeye waandike tu agreement. Hata kama haitakuwa kwa baidi, itakuwa at least una uoga kidogo. So jaribu sana mwaya. And then I'm also requesting these schools to baki nyuma kidogo kwa academics. Hata walimu, unajua tuna very young teachers. You might also have their own relationship between teachers and teachers there. Na ina affect masomo. As a head, peana guidelines on that. I spoke about some heads are victims. Ohurula mukaundi ya Kakamega ne reportering ngare Western Nyota Nangori Samishionga. Orio mno mulari muherwa owengangara ya Western Nyota TV kwenda lando bulori wao Amakeni kariya kabanka kwire umuchimbeka chikabohane echa mumbo. Ohurula hungangara ya Western Nyota TV kukuba orio ni kusaba uendele ohurula Amakeni kefwe buri. Kumera nese Prisca Achuki nilonda yori napyu stangausi. Orio mno.